Roho Mtakatifu kipaumbele cha kanisa. Kila mtu ajue ya kwamba katika maisha yake Roho Mtakatifu ni kipaumbele. C'est la priorité de priorité après le salut. C'est-à-dire après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui te reste, c'est avoir la vie de l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunasema kwamba Roho Mtakatifu ni priorite ya kanisa. Priorite mweglize primitive ya zamani haikuwa kitu kingine. Walikuwa wanaombea manyumbani kwao, lakini mambo waliokuwa wakiyafanya ilikuwa ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi ndio kitu nakwambia, hata wachawi wakatae, walipige, Roho Mtakatifu anajepoza kamuvyamo na inafanyika. Haleluya. Amen. Lakini Roho Mtakatifu akijepoza mvye, hakuna mwenye anasema hapana. Kila mtu anakuwa anatii. Haleluya. Amen. Acha tuseme matendo ya Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu. Asubuhi tumeona asili ya Roho Mtakatifu, tukasema ya kwamba yeye ana akili, anaweza kuchukia, anaweza kupenda, anaweza kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuone matendo ya Roho Mtakatifu. Matendo ya Roho Mtakatifu ya kwanza, Roho Mtakatifu ni muumbaji. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2 ni muumbaji. Nasema ya kwamba hapo mwanzo palikuwapo neno. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Genesis 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Biblia inasema yeye kujaa giza, lakini Roho wa Bwana alitulia juu ya vilindi vya maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho wa Bwana alitulia wapi? Alitulia wapi? Alitulia juu ya vilindi vya maji. Haleluya. Roho Mtakatifu alitulia juu ya vilindi vya maji, ndani ya huo ukiwa, lakini Roho alitulia. Wengine wanasema Roho ilikuwa ni nuru halisi. Jambo la pili, Roho Mtakatifu anatusaidia, anatuzaa upya ndani ya Yesu Kristo. Bwana sura 3 mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kuingia mbinguni lazima uzaliwe kwa maji na kwa Roho. Kwa hiyo Roho anatuzalisha mara ya pili, anatusababisha sisi kuzaliwa mara ya pili. Biblia inasema hivi ya Kifaransa, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Haleluya. Amen. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu, anainspire maandiko, anayapatia maandiko nguvu, anayapatia maandiko mamlaka. Unaweza ukasoma Petro wa 2 sura ya kwanza mstari wa 21, Matendo sura ya kwanza mstari wa 16. Bwana asifiwe sana. Matendo yake ingine, Roho Mtakatifu anafufua wafu. Haleluya. Anafufua wafu. Tusome pia Warumi sura 8 mstari wake wa 11. Nasema ya kwamba Roho Mtakatifu anafufua wafu. Biblia inasema nini? Inasema ya kwamba kama yule Roho aliyemfufua Kristo anaishi ndani yenu, naye pia atafufua viungo vyenu ambavyo vimekufa. Kiungo cha nani kimekufa? Nani mwana anasikia iko mgonjwa? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani? Nani? Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu asije sema kwenye anasikia iko mgonjwa, kwa sababu neno la Bwana anasema l'esprit qui habite en vous, hata hizo kombote, hizo mambo zako zikuwe hivyo. C'est la parole de Dieu, c'est la foi. Haleluya. Ina imani na hiyo neno, shika mahali ulipo. Kwa jina la Yesu Kristo, ufalme wa mbingu na dunia, na makia magonjwa haya, na makia yafufuke, na makia magonjwa haya yaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Sijui yametoka wapi, sijui ni
Roho Mtakatifu sio moto, sio upepo, sawa? Sio kashe. Tukasema Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa tunaona simbole zake au ambleme ambazo anatumikishaka. Wakati Roho Mtakatifu anaonekana, anaweza kuonekana kama vile njiwa. Unaweza kusoma Marko sura ya 1 mstari wake wa 10 na Yohana sura ya 1 mstari wake wa 32. Njiwa inamaanisha utakaso. Njiwa inamaanisha amani. Njiwa inamaanisha upole. Bwana Yesu asifiwe. Njiwa inamaanisha utakaso, njiwa inamaanisha upole, na njiwa inamaanisha amani. Hata watu ambao hawakuokoka wakipenda kuweka symbole de la paix wanafanyaka njiwa, wanatia njiwa. Haleluya. Hiyo ni alama ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Basi ukianza kusema kuchora hivi ndio hivi Mungu anafanana hivi, unafanya mbaya. Ila Mungu kwa kuongea na sisi anachukua umbo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anachukua umbo yetu. Ndio anaita teofani. Lakini wakati alitaka kuja kutuokoa, hakuchukua tu umbo la muda mfupi. Alivaa mwili wetu. Ndio anaita Kristofani. Maana alivaa mwili wetu, akafanana na sisi, akaenea domene zote za mwanadamu. Haleluya. Hiyo ni mafundisho mengine. Lakini tunasema amblema ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni kolombe, njiwa, ikimaanisha approbation, kukubaliwa na wazavile, utakaso, amani na upole. Amblema yake ya pili, symbole yake ya pili ni mafuta, onction, juu ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Onction juu ya huduma. Mafuta inamaanisha mwanga, inamaanisha uponyaji. Haleluya. Inamaanisha mwanga, inamaanisha uponyaji. Unaweza ukasoma Waebrania, unaweza ukasoma Waebrania sura 1 mstari wa 9, Isaya 61 mstari wake wa 1 na Yakobo sura 5 mstari wa 14. Amblema yake ya tatu ni maji. Maji. Kuna mtu ambaye tushaombea maji hapa na tukampatia afya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo yote ni tendo la imani. Maji yanamaanisha maisha mapya na utakaso. Maji yanamaanisha maisha mapya na utakaso. Haleluya. Haleluya. Na unaweza ukasoma Isaya 44 mstari wake wa 3 na Yohana sura 4 mstari wake wa 13 hadi 14. Pia Roho Mtakatifu anaweza kusymbolize so maana yake kashe, muhuri. Muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Muhuri inamaanisha kwamba maana hiki kitu kinapatikana kwa la propriete, appartenance. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia kwa wenzetu kama barua haina signature na kama ni ya bureau haina kashe, nasema c'est une lettre morte, il faut classer sans suite. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhuri wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba nyakati za mwisho tutatiwa alama, tutatiwa muhuri ili kutupatia alama ya kwamba sisi ni wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine, Roho Mtakatifu anafanana na analinganishwa na upepo hapa. Ambleme yake nyingine iko symbolize na upepo. Katika lugha ya Kigiriki wanaita pneuma. Maana yake upepo wa kisulisuli. Ule upepo wa kisulisuli unasema ya kwamba ni nguvu zinazosafisha. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zinazosafisha. Sawa na zile zilizotoka wakati wa Pentekoste. Wanasema kwamba walisikia uvumi wa upepo ukavamia Yerusalemu yote na ukavamia nyumba yote waliokuwa hapo. Maana
Wakati ndio wanaombea chakula, ndio naomba hivi. Ase, wanamwambia, "Ombea sasa chakula." Juma mtoto wangu wanaombea chakula. Ombea chakula. Akaanza omba. Shetani usamehe mama yangu. Shetani usamehe baba yangu. Shetani usamehe mama yangu. Shetani akaanza kusema mambo yake shetani anasema. Wala Yesu akuruhusu. Kama unafundisha watoto, vitakuwa vizuri wajue gharama uliolipa kwa ajili ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Roho Mtakatifu analinganishwa na moto. Moto ukimaanisha uwepo au utukufu wa Mungu au nguvu za Mungu zinazoteketeza na zinazoteketeza maisha yote ya dhambi. Haleluya. Moto nalinganishwa na moto. Kwa hiyo ule moto unaweza kuzimika. Wakolosai sura 5 mstari wa 19. Anasema msimzimishe Roho wa Bwana. Kwa hiyo Roho analinganishwa hapa na moto ambao unaweza kuzimika, ambao unaweza kuongezeka. Moto unaweza kuzimika na nini? Unaweza kuzimika pale manka da bando, pale jalousie interne, kwa sababu zilizofichama, zisizoonekana, lakini zinaonekana katika ulimwengu wa roho. Zinashindwa, Roho anashindwa kukusogelea. Anaanza kudilia. Jinsi alivyoanza na wewe, sio jinsi atakavyomaliza wewe. Anaanza kudilia. Na kama ulikuwa na huduma kubwa, unaanza kuona mabadiliko. Ndipo unaanza kukimbilia kwa wale wasaidizi ili wakusaidie. Ndipo unaanza kukimbilia kwa mambo yasiyowezekana. Kwa sababu gani? Amezimika. Haleluya. Tusimzimishe Roho wa Bwana. Tutembee kwa dalili za Roho. Kwa maana kabla ya unyakuo wa kanisa, Bwana anasema ya kwamba bado watu watachaswa, ili wale waliolala waamshwe tena, ili wale waliolala waamshwe. Asema hivi, hamtalala usingiane, ili Bwana akuangaze. Na ndipo utashangaa, ulikuwa unatumika wote kazi na mwenzako, mwenzako anaenda, wewe unabaki. Unaanza mesikiza senyewe. Nilikuwa na contrat kabambi, et je travaillais 24 heures sur 24 heures. Je n'avais pas le temps pour l'église et pour la prière. Haleluya. Maana hapa utaongezewa. Hapa baraka za leo ni za kwako. Haleluya. Baraka za leo ni za kwako. Mahali popote utakapokwenda, baraka za leo zinakungoja. Na unajua ya kwamba si lazima mimi kufanya hivi, si lazima kufanya hivi. Mahali ulipokosoa sema, Bwana naomba unihurumie, kwa sababu kuna dhambi vidogo unaosababisha Roho Mtakatifu asitutumie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka omba Mungu. Tunaongea sana juu ya Roho Mtakatifu. Asubuhi tutaongea juu ya Roho Mtakatifu katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Tutaongea juu ya Roho Mtakatifu alivyo mwenye nguvu na mamlaka. Roho Mtakatifu anavyojaza, Roho Mtakatifu anavyoleta nguvu, na namna gani unajisikia kwamba kweli Roho yuko ndani yako. Pourquoi tu te mets inefficace? Pourquoi tu es toujours inefficace? Takupatia marezo zinazokufanya kie inefficace. Tu devrais prier na wakati unaomba, watu wanaona ya kwamba nyumba yote inajaa utukufu. Unajisikia ndani yako, unajisikia kwamba moto upo ndani yako usioweza kuzimika. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna siku ambazo mimi najisikia kwamba niko moto kushinda hata mtu wa malaria. Najisikia niko moto kushinda mtu wa malaria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama tusimame. Warumi sura 8 niko baada. Mimi nasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua usikoweza kutangwa